Hapa Marekani watu wengi wamefanya accommodation tofauti. Leo nataka nikuoneshe nyumba zinazotembea maarufu kama RVs ama campers. Yani haya ni magari ambayo yametengenezwa yakawekewa kila kitu kwa level ya nyumba, kwa level ya 5-star hotels zingine. Mimi naitwa Rival TV Mwanakwetu. Asante kwa kusubscribe, like, comment na kushare. Kama bado hujafanya hivyo na kuomba fanye hivyo kusupport video kama hizi. So nimeanzia hapo kwenye kituo cha mafuta. Nataka nifanye content ya kukuonesha hizi nyumba za kutembea na bei yake ni nini. Lengo langu ni nini? Ni kujaribu kufunulia the other side of the world ili kukupa hamasa ambayo inastahili wewe kama msafiri. Kumbuka kwamba tunashughulika na masuala ya safari, tiketi za ndege, accommodation, visa, consultant na vitu kibao vinavyohusu kimataifa. Nimeshaweka gari yangu mafuta moja kwa moja, ndio mimi huyo, mpaka kwenye hizi gari wanaziita RVs ama camper. Na nimeona nitaanzia kwa hii ndogo kabisa. Hivi ni vigari vidogo kabisa ambavyo vinaweza kulala watu wawili. Ndani unaweza kulala watu wawili. Kuna almost everything ambayo iko kwenye nyumba. Hichi kigari kinaweza kikawa kiko nacho. Hapo unajaribu kuangalia mazingira nini ndani, ndo hapo unaona kuna air condition, kuna sunroof ambayo iko open, lakini pia kuna solar system, kwa hiyo usiku unapata taa, na kuna heat pia system. Kumbuka kwamba huku ni nchi za baridi, kwa hiyo wakati wa baridi kuna heater, unaweza ukahit na ukaendelea kuishi maisha yako ya kawaida. Kikubwa ni kwamba wazungu wana make sure kwamba wana accommodation zao in any way, in any situation. Hapo ni jikoni, kwa hiyo ukiwa umepaki zako porini Serengeti, Ngorongoro, muda wa kupika unakuja zako hapo nyuma unapika. Hiyo hapo juu nyeusi, hiyo ni solar system. Kwa hiyo hichi kigari kinatumia umeme wa jua, lakini pia unaweza ukakiconnect na generator. So nimetaka nikusanue tu kuona the other side of things, how other people live, ili uweze kuona. Kuna siku moja utajikuta umekuwa na hela, umemiliki nyumba kama hiyo, au umekuja Marekani ukaona vitu kama hivi ukawa unashangaa. Sasa bei ya kile kijumba kidogo ni $40,000. Hicho kijumba ni kipya, is a brand new. Hii hapa ni kubwa yake ya hiyo. Unaona makabati mazuri kabisa. Ni ndani, ni gari, lakini unavoliona ndo kama hivyo setup ya vitu vya msingi kabisa vya ndani. Na hii bei yake kwa hii kubwa hii, bei yake ni $70,000. $70,000 kama milioni 100 na kadhaa, 150. Je, wewe unaweza kutumia milioni 100 na kwa ajili ya nyumba kama hii? Wazungu wana mambo mengi, ila mimi hapo nilikuwa nawasifia kwa sababu wazungu wanaamini vitu vyao ni vizuri sana na wanapenda kuvisifia. Binafsi kama umeshajipata, ni vizuri kuwa na magari ya hivi au nyumba za hivi zinavyotembea, kwa sababu wewe ukifika tu utakapopaki gari lako na unapiga usingizi hapo. Friji ya kutosha, kitanda kizuri, godoro la maana. Nilijaribu nikaona really life, maisha ni mazuri bwana ukiwa na pesa. Kama unajoin kwa mara ya kwanza, mimi naitwa Rival TV Mwanakwetu. Asante kwa kunitazama. Tunashughulika na mambo ya safari mbalimbali, tunafanya visa consultation. Kama unataka kusafiri popote pale duniani na unataka watu makini wa kuandaa safari yako, tuone. Sisi tunadeal na tiketi za ndege, tunadeal na applications za visa, barua za mialiko, ushauri mbalimbali wa kila namna. Mimi naishi Marekani, lakini popote unapotaka kwenda sisi tunakupeleka kupitia kampuni yetu ya Shoshana Africa Safaris. Well, hiyo ni choo kama unaweza kuona hapo, ni chooni. Hapo ni dining, mahali ambapo mnaweza mkadine, mkala chakula, mkapata mazingira mazuri, kapata mwanga mzuri. Ni magari. Na haya magari, kwa mfano lile dogo limetengenezwa Canada, alafu kuna hili jingine limetengenezwa hapa Marekani kwenye state ambayo inaitwa Oregon. Bila shaka umeshawahi kuona hizi gari. Sina uhakika kama umeziona Tanzania au tuko umeziona kwenye mtandao, lakini leo nimeona nikusogeshee kwa undani kabisa gari hizi zina muonekano wa namna gani ndani na nje. Tuendelee kutazama kidogo hapo ndani. Ya hapo kitanda hicho unaweza mkalala watu wawili, watatu, whatever, inategemea. Hizo hapo ni control za joto, kwa maana ya unaweza kaongeza joto, unaweza kaongeza baridi, kutegemeana zaidi na wewe una feel kupata hali ya hewa ya namna gani siku hiyo. Kwa hiyo ziko nyingi. Hizi hapa zinaenda kama $70,000 kwa moja.
ni kiasi kama milioni 100 kama na 60 hivi kwa gari moja, ambapo hizi unazivuta kwenye truck, unaunga kwenye truck alafu unazivuruta, unahama zako mdogo mdogo. Yani kiufupi unasafiri na gari lako. Hebu cheki nakshi hapo ndani zilivyokaa, cheki kitanda. Ni magodoro ya hali ya juu kabisa. Magodoro tumetia maji, magodoro tumeloweka maji. Hapo unaweka privacy kidogo, unaweza kufunga hiyo curtains na ukaendelea kupata faraga kidogo huko chumbani, huko ukipata view nzuri, floor nzuri, wooden floor, mabafu, masinki. Yani kiufupi finishing iliyoko hapa sio ya mchezo, ni ya hali ya juu. Haya ni maisha ambayo yako kwa wenzetu ugaibuni. Na kwenda kuonesha la mwisho hilo hapo, hilo ndo kubwa zaidi kwa leo ambalo utakwenda kuliona. Lenyewe linauzwa $85,000. It's almost 200 millions gari la namna hiyo. Of course matajiri wanaweza kulinunua, watu waliojipata wanaweza kulinunua, watu wanaofanya biashara za utalii unaweza kulinunua ukao na accommodate malazi popote pale. Sasa sijajua utachaji shingapi, but yeah, hapo naoneshwa na huyo mhudumu hapo. Hiyo ni generator yake, inatembea na umeme wake, hiyo ni generator yake, lakini pia ina umeme wa jua wa kutosha. Twende tuingie ndani ya jumba hili la kifahari linalotembea tuweze kuona mawili matatu yanayohusiana na nyumba hii. Naomba kama hujasubscribe tufuatilie kwenye YouTube Arrival TV, Instagram arrival.tv na TikTok Arrival TV. Tuambie kwenye comment unadhani je, ukiwa na milioni 100 au 200 unaweza kununua gari la namna hiyo? Na je, insurance ya gari hii itakuwa ni shingapi? Can you invest 200 million to buy a camper or RV? Let me know down in the comments. So hii ni kubwa zaidi, ina balcony au canopy, something like that. Na kwa nje unapata hewa nzuri kabisa. Nikatoka nikasema jamani mwana kwetu wewo. So it was really nice to see this kind of setup. Hapo kuna viti ambavyo ni vya quality ya juu kabisa, recliner, unapoa zako hapo. Kuna fire, sehemu ya kuwasha moto hapo kidogo. Makabati ni mbao kabisa, mbao kama ya mninga. Ni quality ambayo haina mashaka. $85,000 unapata nyumba ya namna hiyo. Je, uko tayari kuspendi hiyo pesa? Bwana mzungu aliondoka akanifungia ndani, nikawa nahangaika kufungua mlango bwana. Huu mlango ulinisumbua, lakini anyway baadaye nilifungua mlango na nikaweza kutoka. Kwa leo ninaishia hapa kukuonesha hizi RVs. Nafikiri umeosha macho na kuelewa ilivyo. Asante kwa kunitazama, naomba subscribe channel yangu ya Arrival TV. Karibu Shoshana Africa, tuweze kusafiri duniani pamoja. I love you all.